Kwa nini mtu anaweza kuwa anakupenda lakini bado akakusaliti? Watu wengi wakisikia usaliti hujiuliza jambo moja tu: kama kweli alinipenda, kwa nini alifanya hivyo? Lakini usaliti hauanzi kila mara kwa kukosa mapenzi. Wakati mwingine unaanza na mahitaji ambayo hakushughulikiwa, mipaka dhaifu, tamaa ya attention au maamuzi mabaya. Na leo tutaangalia sababu 10 zinazoweza kumfanya mtu aliye kwenye mahusiano afikie hatua ya kusaliti. Lakini kumbuka, kuelewa sababu ya usaliti si kuhalalisha, na sababu ya mwisho ndio muhimu zaidi, kwa sababu inakukumbusha kwamba mwisho wa siku mtu bado ana uchaguzi. Sababu ya kwanza, kutafuta uthibitisho kwamba bado wanavutia. Baadhi ya watu husaliti si kwa sababu hawampendi mwenza wao, bali wanataka kuhisi bado wanatamaniwa na watu wengine. Mtu anaweza kuwa kwenye mahusiano mazuri, lakini akianza kupata attention kutoka kwa mtu mwingine, anaanza kujisikia muhimu zaidi. Anaweza kuanza kupokea compliments, messages na vitu vingine, na taratibu attention hiyo inageuka kuwa kitu kikubwa zaidi. Tatizo si kwamba hakupendwa, wakati mwingine ni kwamba anahitaji kuthibitishiwa thamani yake kila mara. Sababu ya pili, fursa inapopatikana na mipaka haipo. Wakati mwingine usaliti hauanzi kwa mtu kupanga kusaliti. Unaanza na mazingira: kazi pamoja, safari, urafiki wa karibu, messages za usiku. Alafu mtu anaanza kuvuka mipaka kidogo kidogo, anajiambia hatutafanya chochote. Lakini kadri ukaribu unavyoongezeka, nafasi ya kufanya kosa nayo inaongezeka. Uaminifu haujaribiwi tu unapokutana na mtu mzuri, unajaribiwa unapopata fursa ya kufanya jambo ambalo mwenza wako halioni. Sababu ya tatu, kutafuta msisimko mpya. Baadhi ya watu wanapenda sana hisia za mwanzo wa mahusiano: ujumbe mpya, kutongoza, kuvutiwa kimapenzi, kukutana kwa siri, na ile hisia ya mtu mpya kukutamani. Baada ya mahusiano kuwa ya kawaida, wanaanza kuhisi kama mapenzi yamepungua. Badala ya kujenga upya ukaribu na mwenza wao, wanatafuta ule msisimko wa mwanzo kwa mtu mwingine. Tatizo si kwamba mahusiano yamekuwa ya kawaida. Tatizo ni kutafuta msisimko nje badala ya kuujenga ndani. Sababu ya 4, kulipiza kisasi baada ya kuumizwa. Mtu akisalitiwa anaweza kuumia sana, na baadhi ya watu badala ya kuondoka au kutafuta suluhisho, wanaamua na mimi nitakusaliti ili ujue ninavyojisikia. Hapo usaliti unakuwa silaha ya kulipiza maumivu, lakini kulipiza kisasi ya kufuti maumivu ya kwanza kunazalisha maumivu mengine. Kuumizwa na mwenza wako hakukupi ruhusa ya kumuumiza mtu mwingine kwa makusudi. Sababu ya 5, kutokuwa na ukomavu wa kushughulikia matatizo ya mahusiano. Hii ni sababu ambayo watu wengi hawaizungumzii. Mtu anaweza kuwa na tatizo kwenye mahusiano, lakini asiwe na uwezo wa kulizungumzia vizuri. Anaona amekosea, anaona mahusiano yamekuwa magumu, anaona mahitaji yake hayapatikani, lakini badala ya kusema tunahitaji kulizungumzia hili, anaenda kutafuta mtu mwingine. Hapo usaliti unakuwa njia ya kukimbia tatizo badala ya kulitatua. Mtu aliyekomaa kihisia hujifunza kuzungumza badala ya kutafuta mahali pa kukimbilia. Sababu ya 6, kuhisi mahitaji yao hayapatiwi. Mtu anaweza kuwa kwenye mahusiano lakini akahisi kuna kitu muhimu kinakosekana. Inaweza kuwa ukaribu wa kihisia, attention, appreciation au muda wa pamoja. Badala ya kueleza wazi anachohitaji, anaanza kuzungumza na mtu wa nje anayempa kile anachohisi amekikosa. Polepole mazungumzo yanakuwa ukaribu, na ukaribu
unakuwa usaliti. Lakini kukosa kitu kwenye mahusiano si ruhusa ya kusaliti, ni ishara kwamba tatizo linahitaji kuzungumzwa. Sababu ya 7, hutaka kujisikia ana uhuru wa kufanya anachotaka. Baadhi ya watu hawapendi kuhisi kama mahusiano yanawazuia. Wanapoanza kuona mipaka ya mahusiano kama kifungo, wanaweza kuanza kutafuta maisha ya pembeni ambayo yanawapa hisia ya uhuru. Tatizo hapa si kuwa na uhuru. Tatizo ni kutaka uhuru bila uwajibikaji. Ukiamua kuwa kwenye mahusiano, uhuru wako haupaswi kumaanisha kuvunja makubaliano yenu kwa siri. Sababu ya 8, mazingira yanayofanya usaliti uonekane wa kawaida. Mtu akizungukwa na marafiki wanaosema kusaliti ni kawaida, usijali, mwenza wako hatajua. Kuwa na mtu wa pembeni hakuna shida. Polepole mipaka yake ya kile anachokiona kuwa kibaya inaweza kubadilika, na kile ambacho zamani angeona ni usaliti anaanza kukiona kama ni jambo la kawaida. Mazingira hayaamui tabia yako, lakini inaweza kufanya kosa lionekane rahisi kulifanya. Sababu ya 9, kukosa kuridhika na kujifunza kutafuta zaidi kila mara. Kuna watu ambao hata wakipata kitu kizuri bado wanataka kingine. Mwenza mzuri anakuwa hana maana baada ya muda, attention inapungua thamani, alafu mtu mpya anapoingia anaonekana kuvutia zaidi kwa sababu ni kitu kipya. Tatizo hapa si kuwa mwenza hafai. Wakati mwingine tatizo ni kutokujua kuridhika na kujenga kile ulichonacho. Mtu ambaye hajui kuridhika anaweza kuendelea kutafuta kitu kipya hata akiwa na kitu kizuri mikononi. Sababu ya 10, kutokuwepo kwa uaminifu na uwajibikaji ndani yake. Hii ndiyo sababu ya msingi zaidi. Mtu anaweza kuwa na matatizo kwenye mahusiano, anaweza kukosa attention, anaweza kupata fursa, anaweza kukutana na mtu anayemvutia, lakini mwisho wa siku bado ana uchaguzi. Anaweza kuweka mipaka, anaweza kuzungumza na mwenza wake, anaweza kuomba msaada, au anaweza kusaliti. Kwa hiyo usaliti hauwezi kila mara kuelezwa kwa kusema mwenza wangu alinifanya nifanye hivi. Changamoto kwenye mahusiano zinaweza kueleza kwa nini mtu alikasirika au kuumia, lakini haziondoi jukumu lake kwa uamuzi aliofanya. Kama umeona sababu hizi 10, kuna jambo moja muhimu la kuelewa. Kujua sababu ya mtu kusaliti si sawa na kuhalalisha usaliti. Mtu anaweza kuwa na mahitaji ambayo hayajatimizwa, lakini bado anaweza kuchagua kuzungumza kabla kuvuka mipaka. Niambie, kwenye hii video umejiona? Na kama umejiona kwenye video, jiulize, je, tatizo kwenye mahusiano yangu ni kitu tunachoweza kukitatua pamoja, au tayari mmoja wetu ameanza kutafuta suluhisho nje? Umejiona kwenye hii? Kama umejiona tena leo, andika nimejiona kwenye comments. Na kama unataka kuelewa zaidi kuhusu saikolojia ya mahusiano, subscribe Date For Sure, follow Date For Sure kwenye mitandao ya kijamii, naendelea kufuatilia video zinazofuata. Tutaonana tena kwenye video inayofuata, Mungu akipenda.